nikabidhi hatimiliki ya nyumba yangu. Unajua nyie ndio mnajizima data wenda wazimu nyie. Wewe IGP unaongea sauti ya kushoma kama umemwagiwa tindikali kwenye kizazi. Na bwana Gulam, nyie ni wajinga eti. Hebu angalia muda ambao tulikabidhiana pesa wakati unakuja kuchukua pesa zangu. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa saa 4. Saa 4 asubuhi, si ndio? Yeah. Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 10 jioni. Saa 10 jioni. Maana yake masaa 6 tayari yashapita. Wewe umekwenda tofauti na mkataba. Siwezi kukupa dokumenti za umiliki wa nyumba yako. Siwezi kukupa. Nyumba ni ya kwangu. Mnatoleana macho? Msitoe macho hapa. Una wewe afande mwenye sauti ya upepo kama ushuzi. Sasa sauti yako ni ushuzi kweli kwa sababu unatoa upepo. Kama kweli wewe ni mwanaume na ni kidume kweli, toa sauti kama ya kwangu. Unguruma. Halo, weka akiba ya maneno wewe. Unguruma. Weka akiba ya maneno bwana Hamdala Kiuno, kwa sababu hayo matusi unaotukana ipo siku yatakuja kukukosti. Nitakuja kukuweka kwenye viganja vyangu siku moja, halafu utakosa msaada. Unajua wewe bwana ni masikini sana Wewe ni masikini malupunga, puku malubua. Umenyimwa pesa, halafu kibaya zaidi ukanyimwa na sauti. Unatoa sauti upepo mtupu kama umebanwa na plies kwenye vinyanya mshenzi. Halafu ndo unasema eti siku ukija kunitia mimi bilionea kwenye mikono yako. Saa ngapi? Na wapi? Huo muda hutaupata kwa sababu hata bosi wako aliyekuajiri hawezi kukutana na mimi kirahisi tu. Wewe mjinga mwenda wazimu. Hebu kwanza tokeni ofisini kwangu. IGP, kwani hakuna sheria labda tukajitetea kwenye hili? Kwa huyu bwana ni ngumu sana. Ni ngumu kwa sababu huyu bwana kwanza ana matusi, ana dharau, halafu pia ana roho ya huruma. Ingekuwa ni mtu mwenye huruma, haya mambo asingekuwa mengi. Angechukua tu pesa yake akakupa hatimiliki ya nyumba yako. Lakini huyu bwana ni katili huyu. Ni katili kupitiliza. Halafu kingine, kama ule mkataba mliandika accurate time, itakuwa ni ngumu sana kujitetea pia. By the way, ni kweli nakumbuka tuliandika muda. Hey guys, hebu tokeni basi ofisini kwangu because I have a lot of things to do. Nina mambo mengi sana ya kufanya. Msinipotezee muda. Mmechelewa kurejesha pesa zangu, basi tumegawana. Chukua hizo pesa, sina shida nazo tena. Mimi ile nyumba ni ya kwangu sasa. Hamdala, najua nimefeli padogo sana kwenye masuala ya kimkataba. Ni hayo tu masaa 6 ambayo nimechelewesha pesa zako. Lakini nakuomba kwa upande mwingine wa kibinadamu, nisaidie ndugu yangu, mimi mwanaume mwenzio. Ukiona mwanaume mwenzio anakulilia shida, ujue kakwama kweli kweli. Hizi pesa zenyewe nilizoleta ni pesa za mkopo. Nimeomba tu hapo mkopo, nimepewa milioni 10, nitaenda kulipa kwa riba. Na kuomba basi niupokea haka kapesa, nirejeshe nyumba yangu ndugu yangu. Hiyo nyumba ndio kitu cha thamani nilichobaki nacho ndugu yangu. Nisaidie. Huruma sio malezi. Na siku zote ukicheka na kima utajavuna mabua na hutaamini. Kwa hiyo mimi si cheki na kima. Sijui unanielewa? Guram, si cheki na kima. Mkataba ulivyosema ndivyo ninavyofanya. Mimi siwezi kurejesha chochote katika hilo. Rudi na pesa zako, mimi nitabaki na nyumba yangu. Guram, tuondoke. Ngoja tuendelee kumbembeleza afande. Huenda akapata roho ya kibinadamu akatusaidia. Bwana hiyo roho mimi sina. Hebu tueni vishundu hapa. Au niwaitie bodyguard? Tunaondoka. Haya tokeni, toka. Ondoka. Shenzi time wewe. Mwanangu, Gunga, nilikana baba yako hapa wa kambo ili kumshauri kuhusu matumizi mazuri ya zile pesa ambazo amezipata. Lakini majibu yake yanaonyesha kabisa dhahiri kwamba yule bwana, yani sisi hatuna nafasi kabisa kwenye zile pesa ambazo amezipata. Yani sisi ni kama makabwela tu ambao sijui tutakuwa wafanya kazi sasa kwenye hii nyumba, kwa sababu ameng'ang'ania kwamba zile pesa yeye atatumia huko atatumia na wanawake wengine. Sisi hatutakuwa na nafasi hata kidogo kwenye ile pesa. Hata sijui nifanye nini mwanangu, kwa sababu tayari tunaona kabisa ubilionea umeingia kwenye nyumba ambayo tunaishi, lakini sisi wao ubilionea hautatuhusu hata theruthi. Mama, sasa huu ndo wakati ule ambao unatakiwa kuonyesha uhawa usiokuwa wa kawaida. Kama huna idea, basi nenda kafunue hata vitabu vya kale, kasome ni namna gani Hawa alimshawishi Adamu akala tunda. Mshawishi yule bwana ni mumeo, onyesha uhawa wako.
mweke kati ule bwana, angalau sie tusitoke hapa mikono mitupu mama. Ndio maana nimekuita hapa mwanangu, tushauriane. Na kama ni issue ya mahaba, mimi mahaba najua kweli kweli. Kumdanganya mtu kimahaba najua. Hata baba yako wakati anakuja kunioa, yani nakwambia ilikuwa mbinde hiyo kunioa mimi hadi kunipeleka Malindi, kwa sababu wale mawifi ndugu zako wa kule walikuwa wanakataa mimi niolewe na baba yako. Lakini mimi nikamuonyesha mahaba, yani nilikuwa nagelekeza shanga 4 5 kiunoni, halafu namuonyesha madoido ya Tanga huko ndani ndani kabisa. Ndio ikatokea akawa hasikila mtu yoyote akanioa. Kwa hiyo sishindwi kumdanganya mtu kimahaba, lakini sasa kwa kipindi hiki huyu baba kaokota mapesa hayo mengi, nikimuonyesha mahaba kole atastuka, atajua kabisa haya mahaba ya wizi. Hewala. Hivyo hayo mahaba ya wizi, jitahidi umuonyeshe ule bwana. Hata akigundua kwamba mahaba ni ya wizi, muonyeshe hivyo. Angalau tu upate upenyo wa kupata kadi ya benki na password. La hujapata hivyo, basi hakikisha simu benki yake wajua password, angalau tujihamishie fedha kidogo mama. La sivyo tutaondoka hapa tukiwa masikini wa kutupa. Na hizo zitakuwa ni dharau zilizopitiliza mwanangu. Haiwezekani tuishi kwenye bustani lenye mboga halafu tule ugali chukuchuku. Lazima tutoke na kitu hapa. Mimi nitambembeleza kwa namna yoyote ile, tupate password yake, namba ya siri kwenye simu benki, za kadi yake ya benki, halafu tuhamishe hizo pesa mwanangu. Tusife maskini. Hii ndo nafasi yetu ya mwisho ya kujitetea. Mimi siwezi kuishi hapa na wewe baba, kwa sababu mimi ni mke wa mtu, na sijui mume wangu atakuwa kwenye hali gani maskini, kwa sababu niliondoka nyumbani bila kuaga. Siku ya leo sijarudi nyumbani, na sijui kama nitarudi lini, na hutaki kuniruhusu kuondoka hapa. Naomba niende nyumbani baba yangu. Halo. Sikiliza binti, mimi siko tayari uondoke hapa, na kama unataka kuondoka basi naomba unisaidie kumfufua yule kijana. Akifufuka mimi nitakuruhusu uondoke. Sasa mimi huo upako wa kumfufua mtu baba na utoa wapi? Sina uwezo huo baba yangu. Yaani mimi ni kama unanionea tu, kwa sababu mimi ni dangulo baba. Mimi wameniokota mtaani baba. Naomba uniruhusu niondoke niende nyumbani baba yangu. Mbona unanifanyia hivyo lakini? Ikunga, sitaki. Buju baba. Buju. Buju, mimi nimechanganyikiwa, kichwa changu hakiko sawa. Buju, naomba uende ukanisetee chakula nile kwanza. Kanipikie chakula kipenzi changu. Huyu hayuko sawa kweli. Akikaa sawa huyu ataniruhusu tu niondoke, kwa sababu inaonekana sio mtu mbaya. Ni mtu mwema tu. Sasa hicho chakula nitaenda kupika wapi? Jikoni, nionyeshe jikoni. Wewe hata hufai kupika Buju. Buju, wewe ni malaika mrembo sana. Mimi nitakupikia chakula kizuri, chakula kitamu, kwa sababu ya kumwenzi kijana wangu, mpwa wangu Nondo. Pole baba. Pole babangu, usilie, jikaze. Angalau unapata faraja. Pole. Asante. Asante sana. Halo kijana Sam. Bosi, nakusikia. Uko wapi sasa? Ndo nipo njiani hivyo bosi. Makini kwenye utupaji, hakikisha mtu hakuoni hata mmoja. Okay, sawa, nimekuelewa bosi wangu. Nitakuwa makini sana kwenye hilo. Nakuamini baba. Nitahakikisha sehemu ambayo unamtupa hakuna mtu yoyote ambaye ananishuhudia. Nakuamini sana baba. Sawa bosi. Fanya hiyo kazi haraka baba. Over. Oya Semtoi. Unaweka shanja kuchingua hivyo ujue. Wewe Semtoi. Sasa simwambie kwamba uko na bebi. Oya wewe Semtoi. Yere. Fungua goli basi. Oya, niko na shemeji yako bwana. Na leo tena mbona kama fungate mjomba? Chacha, ulikuwa unatakaje labda? It is too much Semtoi, umezidi. Acha mieyusho hiyo mjomba. Wewe kausha kwanza bwana kitundu. Mimi mwanangu mimi nataka nilale. Wewe tulia. Jamu yako ikifika na wewe utaheshimiwa vile vile. Mimi nakwambia sitaushi leo, silali nje mjomba.